Je, ushaijiuliza chupi za wanawake zikiibiwa kwenye upelekwa? Ni nani hao wahusika wakuu wenye uziiba? Wanazimanga wakiwa na nia gani? Kwenye ripoti kuu yetu ya leo tunatagua kitendawili hicho na ripoti yetu kuu yanayofanyika Gizani na ripota wetu. Chambilecho wahenga walisema cha mkufu mwanafu huu akila ha, cha mwanafu mkufu huu akila huu, na mtaka cha mvunguni sharti ainame. Kinachofanyika Gizani, wizi ambao si wa kawaida, wizi wa chupi za wanawake. Je, nani hawa wahusika wakuu? Je, wakiziba wanazipeleka wapi? Nilijifanya mjinga na nikaamua kuzamia hili tendo mzima. Tusikia mhusika mkuu anaishi Korogosho. Nilifululiza moja kwa moja hadi Korogosho nipatane na mhusika mkuu. Haikuwa kazi rahisi kwa maana nilihatarisha maisha yangu. Mhusika mkuu hakutaka ajulikane majina yake kamili. Nitamuita Kimani Kimadongo. Atatuelezea jinsi wanavyotekeleza wizi wa chupi za wanawake na kwenye wanazipeleka na wanaibanga na nia gani. Nimefika kwenye mhusika mkuu anaishi. Atatuelezea kwa kina ubaga chenye wanafanyanga. Naam, umetekeleza wizi wa chupi kwa muda gani sasa? Mzee, hii ni mwaka wangu wa 5 jo. Na huwa mnazipeleka wapi mkiiba? Cheki, sasa watu kiziiba, mtu kama mimi huwa naenda kuziuza. Unacheki? Lakini kuna yule jamaa wangu hapa hivi. Yeye akiiba huwa anaziweka kwa nyumba kuziona. Si mimi sijui yule jamaa anakaaje. Lakini mimi kwangu mimi wanaziuza. Unacheki? Hata juzi nienda kwake, zilikuwa zimemshika mbaya, nikuta amevaa moja na zile tu nayo kwa keja. Na mbona mkaamua wizi wa chupi za wanawake? Nikwambie, hizi vitu ni hot cake. Chupi za wanawake ni hot cake. Hizi huwezi kosa market buda. Huwezi kosa market. Hizi vitu mazi tunaibanga kufika kwa soko hivi kuzimwaga. Wamejaa hapo, wamejaa. Tuseme 30 wamejaa hapo. Hizi vitu ni hot cake bro. Unachiki kwanza tuanza kuiba makamisi. Makamisi zikaenda zikaisha. Tukarudi sasa tukaanza kuiba mabaika. Tukaiba mabaika zikaisha. Sasa tukaenda kama hot pot zimeisha. As times goes by, hizi chupi za wanawake zaenda wakireduce material. Saa hizi ni tukamba. Mazi hata si zinatu confuse. Vitu zenye tunanua kwa kamba. Mazi zinatu confuse. Lakini kwa market ni hot cake bro. Hot cake. Boda acha nikwambie. Hot cake lakini material zimereduce. Hizi vitu zinatu confuse. Asi wenyewe tukiiba zinatu confuse mbaya sana juu. Na sana huwa mnaziba wapi? Mtaa upi? Okay, sasa unacheki. Sasa tunaangalia mtaa. Kuna time tulikuwa tumeenda kuimba hapa Kawangwale. Maze vitu tuliokota hapo. Kitu ni ya white. Alafu kufika huko tunakuta ili change color ni ya brown. Zingine zimelaluka. Sasa tukaona tu risk maisha yetu na vitu zingine tunaweza chapa watu uwae na vitu zingine hazimake sense. Sasa si tumeconcentrate na mita kama umoja. Uko Paipu, South C, South B, Mweki, yani please watu wamejiweza kidogo. Unaona? Hata please wananua chupi ati zina make sense. Unaona? Hizi mita zingine ati Kangambi sijui wapi Korogocho sijui nini. Vitu zenye ziko huko hata zi make sense. Niko risk maisha yetu bure. Sasa hizo ndio target yetu. Kwanza sisi watu tunapenda kwenda kwa maplot hizi kubwa. Sasa ukienda juu ukifika chini uko na nusu gunia. Unaona? Na huwa mnatekeleza huu wizi masaa ya saa ngapi hivi? Sana watu wanatekeleza huu wizi masaa ya usiku. Kwa sababu mchana tutaonekana. Usiku ndio mtu azijua kama ni wa hiyo plot ama sio wa hiyo plot. Na pia si chupi tu watu naiba. Hata tukipatana na kiatu mzuri hapo kwa mlango. Watu napita nayo. Hatuachangi. Alafu na check kwa plot hizi kubwa, plot imeenda juu sana. Kama ni viatu tunaiba, hatuwazangi chini tukienda juu. Tunazanga juu, tukienda chini, tukikaribia exit. Kwanza tunaibanga saa 3. Na viatu sana saa 3. Wakati watu wanasikiza news, wanaona news. Najua saa hizo watu wanakuwa kwa nyumba, hatakangi kutoka. Saa hizo ni nayo kuchukua kitu mzuri tukiendanga. Kutoka kwa gate, mbio, teke, tunakafunga juu. Na huwa mnaziuza wapi? Cheki, kitu hatuweziiba kitu hapa Kawangwale tuuza Kangemi. Kwa sababu watu wana mingo within the area. Wanacheki, hatuweziuza yani area yenye iko karibu. Kama kitu tembea mmoja
tunaenda kuuza Gizani. Tuseme Gizani ndio black market. Huko ndio huwa tunauza hizi vitu. Yaani Gizani ndio main market. Na huko zinatembea sana. Atuchukue Chupi uende useme 30 hapo. Zinatembea kama shit. Au kama ni kiatu 500 inatembea Gizani ndio main market. Utatupata huko juu. Na nikuulize, unajua wizi si mzuri. Je, utaachana na huu wizi? Okay, me for now, sijui kama nitaacha wizi. Okay, naweza wacha wizi wa viatu, lakini wizi wa Chupi iko kwa damu. Mimi sijui kama nitaacha anytime soon. Kwa hizo vitu ziko na do bro. Lakini mimi naomba tu saa God anisaidie. Hii kitu itoke ndani yangu. Niachane na hii, yani na hii wizi. Niachane yani na ukriminal. Cause nayo ukriminal si mzuri. Ungetaka kuambia wenzako aje wenye wanajihusisha na wizi na uhuni? Una maneno yapi ya kuambia? Okay, mimi naambia wasi, unajua unaona hii kazi yetu ya criminal. Mimi naambia wasi wenyewe wako kwa crime. Mazee at least tutafute kitu kingine ya kufanya tu. Cause mazee crime si mzuri. Unaweza kuta umepigwa kidungi, mazee uko chini, umekufa tu bure, si tu ni vijana. Ili tunaomba tu saa God tuchange mazee. Hii crime si mzuri, haitupeleki poa. Lakini tu saa God atatuchange mazee. Na hizo mavitu mazee, hizo mavitu zinatushika tu, hata Mungu atusaidie mazee. Tuone kazi tatuache. Kwa hizo mavitu mazee. Mwana sasa tukienda kwa crime, hatukuangi sawa. Lazima tuwe tumechapa mavitu zetu jo. Yaani kutoa hiyo woga na cheki. Because uwezendo hapo ukiwa soba. Wazimba Chupi ukiwa soba bro. Hizo vitu zingine sensitive kuiba ukiwa soba. Unacheki sasa. So saa God tusaidie tu. Hii crime tuache. Na hizo vitu zetu zinatushikanga mazee at least. Tuachane nazo jo. At least turudi kwa saa God mazee. Bro. Hayo ndo jamaa wetu alituambia ya kuwa hizi Chupi wanazibanga kukiwa na giza. Je, ni kwako wewe mwenyewe ujue vile utafanya. Chupi usiache nje, pia viatu usiache nje. Katika makala ya yanayofanyika Gizani, ni mimi wako Kimzi.